Haleluya, 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 watu wa Mungu. Kokote unaponifuatilia, kokote unaponisikiliza. Na ni wakati ambao sasa unatakiwa ujichunge mwenyewe, usichungwe na mtu. Yesu amekaribia kuja kulichukua kanisa lake. Wale ambao tuna njia mbili, tunaenda kanisani lakini tunapenda vitu vya shetani. Tumekuwa wazinzi. Kuna wengine analala analala na mwanamke. Wewe katika ulimwengu wa roho tayari umeshaoa jini, na hilo jini litakuzuia kwenda mbinguni siku ile ya mwisho Yesu atakaporudi. Wapo wengi sana wameshaangalia picha mbaya, ile roho ikawaingia, yale majini yanaowasaboti wanawake wanaokuwa uchi kwenye mitandao. Tuwe makini sana na vile unavyoviwaza. Biblia inasema kwamba kabla hujatenda tendo, ukishawaza tu tayari umeshafanya makosa. Anayezini na mwanamke kabla hata hajalala naye, anapomuwazia tu mambo ya zinaa tayari umeshalala naye. Wapo wameshatamani wanawake mbalimbali wakaingia kwenye ndoa za usiku. Na nimeshafuatilia watu wengi, nimeshagundua wanaota ndoto wanazini na mwanaume, wanazini na mwanamke. Tayari umeshaoa mwanamke jini. Hautafika mbinguni mpendwa, haufiki. Hiyo roho itakuzuia, linaiba kila kitu katika maisha yako. Hebu anza kushiriki meza ya Bwana leo. Utaona yale majini atapigwa yote. Mathayo 26:26. Yesu atakufungua katika vifungo hivyo. Wengi wanaingia hata kwenye ndoa hawezi kukaa kwa sababu gani? Yale majini mpaka uje wagundue kwamba tayari nimeshaoa jini ni muda mrefu. Taoa mara nyingi sana. Yale yanasambaratisha tu. Pesa unapata yanasambaratisha tu. Ukitaka kuomba yanasambaratisha tu. Yaani yenyewe ni kuharibu. Shetani ameshatuma mapepo kwa kila mmoja. Unajikuta kila mtu ametumwa mapepo saba ya kushughulikie. Yanakutega huku, yanakukosa huku, yanatega huku, yanakukosa huku, yanakutega huku. Tuwe makini, Yesu anarudi. Amenionyesha, ameniambia tuendelee tu kutangaza neno lake. Alisema kwamba nendeni ulimwenguni kote, kafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Hakuna ujanja, watu wameshaacha kuomba. Watu hawapendi hata kwenda kwenye makanisa. Yameharibika makanisa. Wengine wanaingia kwenye uzinzi pasipo kujua kabisa. Hii ni roho inasambaa kwa watumishi, injilisti, wanakwaya. Wameharibika. Mapepo ya ngono yanavuruga. Yaani ngono anaitumia sana shetani tusimone Yesu. Hiyo imekuwa kama silaha kwake, kama bomu. Analipua tu. Hebu tujaribu kushikamana na ya mawazo mabaya. Mawazo mabaya hatakiwi mbele za Mungu. Unapowaza vibaya kule mbinguni, tayari wanakuona kama umetenda. Tuanze kujifunza kwanza katika mawazo. Tumfikirie Yesu katika mawazo. Dunia hii itatuharibia maisha yetu. Yesu anatupenda na ndio maana alikuja kufa kwa ajili ya makosa yetu. Sawa, tunaishi kifalme, ni makuhani, lakini sasa naye shetani anatufuatilia katika sehemu la ngono, zinzi. Umevuruga kanisa. Pesa. Utaweza kujua pesa iko nyuma. Ya kwanza ni uzinzi na uvuruga watumishi, na vuruga kanisa, na vuruga watu wanaachana na Mungu. Wanaota mapepo tu. Uwe makini unanifuatilia. Yesu anarudi. Anza kujichunguza. Je, unaota zile ndoto? Kama unaota umeshaolewa. Kama ni wanaume umeshaoa na umezaa watoto, utavutwa kule kule. Mnapooa unakuwa mwili mmoja. Sasa kama una mwili mmoja na jini, jini itakupeleka wapi? Jichunge.